hatuzungumzii tu kwenye eneo moja. Napozungumzia uamsho huu wa siku za mwisho, hatuzungumzii tu kwenye eneo la kuhubiri, hatuzungumzii tu kwenye eneo la uchungaji, eneo la uinjilisti au eneo la kufundisha au eneo la unabii. Utatokea huko sawa, lakini uamsho utatokea kwenye maeneo mbalimbali, kwa sababu unapozungumzia mtumishi wa Mungu, kuna watu wao wanakutoa kwa sababu yeye anajiona yeye sio mhubiri. Unaweza usiwe unahubiri lakini wewe ni mtumishi wa Mungu. Amen. Unaweza usiwe unaimba lakini wewe ni mtumishi wa Mungu. Ayubu alikuwa ni mfanyabiashara. Ayubu Biaza alikuwa na mtu mmoja katika nchi ya Usi, jina lake Ayubu. Ukimsoma Ayubu alikuwa ni mfanyabiashara. Kwa hiyo unaweza kuwa ni mfanyabiashara lakini wewe ni mtumishi wa Mungu. Hapo unasoma masomo ya biashara si ndio jamani? Kupitia biashara zako wewe watu wakawa wanaokoka, na inawezekana kabisa. Kwa sababu kuna watu wakina hifadhi walikuwa wanamfuata Ayubu wanaochukua hekima kwake. Ayubu alikuwa anaombea wengine, lakini yeye ni mfanyabiashara, hana kanisa. Lakini wakina Danieli walikuwa hawana makanisa, lakini walikuwa ni watumishi wa Mungu. Kwa hiyo tunapozungumzia uamsho tunatuhusu sote, kwa sababu kila mtu hapa ana kusudi lake, kila mtu hapa ana sehemu yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hakuna haja ya kujitoa, yani usijitoe unapozungumzia mambo ya uamsho, mambo ya kuamka, mambo ya kuomba. Wewe hautaki kujitoa kwa sababu wewe pia ni part ya uamsho. Bwana asifiwe. Haleluya. Na Mungu anapoinua watu katika eneo la elimu, eneo la biashara tunazungumzia, kwenye eneo la elimu tunazungumzia hapo walimu, lecturer ambao wana hofu ya Mungu, ambao hawatongozi wanafunzi. Sio hivyo, kuna lecturer ambao wana challenge kidogo dada zetu. Tu lecturer muona tu mdada na anataka ampe max ili au mfaulishe, na wengi wanaanguka kweli, na inatokea serious. Tupo hapa chuoni